Ah, asante kwa mtazamaji wetu ambaye kwa sasa unatufuatilia katika runinga ya Mwendo TV. Hapa tulipo tumeweza kukita mizizi katika eneo bunge la Mumias Mashariki, ambao kwamba tumeweza kukutana na mmoja wa msemaji ama ukipenda mmoja mkaji wa hapa Mumias Mashariki, ambaye kwamba vile vile ameonekana kuwa ni mwandani ama mtu wa karibu sana na Gavana Fernandez Barasa. Kwa hivyo ningependa tu kwa majina yake aweze kujitambulisha. Mwenzangu, karibu. Asante. Mimi kwa majina naitwa Namaki Wellington na mimi ni mkaaji wa hapa Mumias. Nashukuru sana kwa wana Mwendo TV kwa ajili ya kunitembelea, angalau tupate kufahamisha wakaaji wa Kakamega na Kenya kwa jumla vile uongozi unaendelea katika taifa letu la Kenya. Asante. Kwa hivyo lengo letu kuu la kuweza kufika mahali hapa ni kwamba tumeweza kuona katika uongozi wa Kakamega ni kwamba kuna huyu mheshimiwa ambaye anajiita Aseka na Nabii Nabwera ambao wameweza kuibua tumbo joto katika vyombo vya habari na kuweza kupasua marika kusema kwamba wanamlaumu gavana kwamba anapeana ajira kwa vijana, na ningependa sana kujua, kwa maana yake sisi kama wananchi wa Kenya kwa jumla tunafikiria vijana ndio taifa la kesho. Sijui lengo hili mmeweza kulichukulia vipi kama wandani wake gavana wetu Fernandez Barasa wa Kakamega County? Asante kwa swala hilo, kwamba kuna viongozi ambao wanalalamika kuhusiana na ajira ya vijana. Ni swala ambalo kwa hakika ni la kushangaza sana, manake vile umesema, tumewasikia katika vyombo vya habari wakilalama ya kwamba ndugu gavana anaajiri vijana kazi, na sielewi hawa ni viongozi ambao nia yao kuu ni nini katika afisi zile ambazo wanamiliki. Kiongozi yeyote anapopewa kazi, anapopewa nafasi ya kuwa katika ofisi, iwe ni MCA, mbunge, iwe ni seneta, women rep ama gavana, awe rais, amepewa ile fursa ama ile nafasi ni kuhakikisha kwamba anapeana ajira kwa watu wale ambao wamempea hiyo nafasi. Imekuwa ni juzi nimesikia kwamba Nabii Nabwera analalamika pamoja na yule mwakilishi wa mama Ellis ya kwamba gavana anapeana vijana wetu kazi. Mimi nashangaa mbona wanalalamika wakati kiongozi gavana anatekeleza wajibu wake kwa wale ambao walimchagua. Ni wakati sasa tubainishe wale ambao ni viongozi wanaotakia wakaaji wa Kakamega mema na wale ambao wanajitakia. Ukiangalia kama huyo anaitwa nani, Elsie, alikuwa katika serikali iliyokuwa ya kwanza ya gatuzi la Kakamega. Elsie alifanya kazi na Oparanya, alikuwa ni mama ambaye alikuwa ni waziri wa masuala ya afya, na huyu Elsie hajatupea rekodi yake vile alifanya kazi akiwa katika wizara ya afya. Yeye hajatuambia ni mama yupi, ni kijana yupi, ni mzee yupi ambaye aliajiri kazi. Ukiangalia katika madaftari unapata kwamba Elsie akiwa waziri wa masuala ya afya katika gatuzi la Kakamega ndipo alianzisha Shamahubu Hospital, na hii hospitali iliwekwa pesa Elsie akiwa waziri na alikula hizo pesa. Hospitali haikujengwa. Ukija katika Elsie mmoja akawa yeye alikuwa waziri wa masuala ya biashara katika gatuzi la Kakamega. Huyu ambaye analalamika kwamba gavana wa leo, gavana Baraza, anaajiri vijana kazi. Elsie alikuwa waziri wa masuala ya biashara, alianzisha ile masoko, alikula pesa akiwa katika serikali ya Oparanya. Elsie, tukuulize sisi kama wapiga kura wa Kakamega, wakati ulikuwa waziri wa masuala ya biashara hapa katika gatuzi, ulianzisha soko la Shibinga,
pesa ya Shibinga ulipeleka wapi? Elsie, ulianzisha soko ile ya Butere, Shatala Market, pesa ulipeleka wapi? Elsie, ulianzisha soko la Sichirai pale Kakamega, pesa ulipeleka wapi? Elsie, wewe mmoja ulianzisha mambo ya ile ya soko ya, was it Shibinga? Is it Shibinga? I think I mentioned. Hiyo pesa ulipeleka wapi? It has come to a level whereby we need clarity. Wacheni kuyumbayumba na kutaka kuharibu kazi nzuri ambayo gavana Baraza anafanya, ionekane kwamba yeye hafanyi kazi, ili hali nyinyi wakati wenu ndio mlifanya kazi, mliiba pesa. Huyu mtu anajiita Nabii Nabwera. Nabii Nabwera, wewe ulikuwa chief of staff wakati ule. Kazi kubwa ulifanya ilikuwa ni kuitia Oparanya vijana maguns kuja kutabisha wakaaji wa Kakamega. Oparanya wakati huo, kama ungekosa kulipa ushuru ungepigwa. Alikuwa anaunganisha analeta maguns kupitia kwako. Hata hapa Mumias we have that one, we can attest. Oparanya, wakati wewe ni governor, si mliunganisha vijana mkakuja mkafight Rashid Chesa hapa Mumias? Oparanya, wakati huyu jamaa anajiita nani huyu Aseka, chief of staff, wakati wewe uko kama waziri, wewe ukiwa governor Nabii, si mlileta guns hapa mkaanza kusukumana na Washeli? Let us be genuine and tell the residents of Kakamega the truth of what you people are doing. So ni wakati mheshimiwa kidogo, kwani unajaribu kusema kwamba hii masuala ya ugunism kwamba haijaanza kwa sasa hivi? Kwa hivyo ilianza mapema, na kulingana na venye unasema ilianzia hapa Kakamega, kwa sababu ninaona wakati unataja hiyo mambo yote unasema hiyo ugunism ilianza ile wakati wa gavana aliyekuwa gavana Wycliffe Ambeto Oparanya. Kwa hivyo unamaanisha kwamba hawa vijana wetu walianza kutumika vibaya kitambo sana? Kile nasema ni kwamba hawa viongozi walikosa kuajiri vijana na waliwatumia vibaya. Ukiangalia mtu kama Nabii saizi analalamika kuhusiana na mambo ya gavana, ile hali yeye Nabii huyu alikuwa ni chief of staff katika gatuzi la Kakamega. Atueleze kinagaubaga ni unani aliajiri kazi wakati akiwa chief of staff katika serikali ya Oparanya. Nabii Nabwera, tell us, ni nani huyu uliajiri kazi ukiwa chief of staff? Instead, wewe ndio ulikuwa unaferi vijana, ulikuwa unatumia vijana vibaya. Hawa vijana ambao gavana anajaribu kuwa convert watoke katika ile hali ya kuchechemea kimaisha, waje wajielewe na wapewe ajira. Sasa hizi gavana ameajiri cohorts, ameajiri watu kazi mashinani, ameajiri vijana wale wa marshals, anabuni makampuni ili vijana wetu wapate kazi. Tofauti sana na vile wakati Nabii Nabwera alikuwa kwa serikali, wakati huyu Elsie walikuwa kwa serikali, they did nothing, instead they looted the county. So wakati governor anajaribu kutumia rasilimali za gatuzi kwa wenye gatuzi vizuri, wao wanaona ni kama governor anatumia vijana vibaya. So we are saying, ama mimi ninasema ya kwamba siwezi kubaliana na matapeli katika gatuzi hili, ili waonekane ya kwamba wao ndio wanafanya kazi nzuri wakati walifanya kazi mbaya, na sasa tumepata meneja ambaye anafanya kazi nzuri kwa wakaaji wa Kakamega. Sawa, nataka tuende kwa